are listening to The Splash with Amina Ali. The Splash Sound. Uhali gani msikilizaji na mtazamaji uletufuatilia kupitia Shades New Look Radio, vile vile mitandao ya kijamii kama Facebook, Twitter pamoja na YouTube. Nikukaribishe tena katika kipindi chetu pendwa, kipindi cha The Splash, kipindi kinachokupa fursa ya kutambua mambo kadha wa kadha kuhusiana na tasnia ya muziki. Na leo utakuwa nami mtangazaji wako Amina Ali, lakini sitakuwa peke yangu studioni, nitakuwa na mgeni ambaye yuko hapa kukujuza kuhusiana na muziki wa hip hop. Atapata fursa ya kujitambulisha mwenyewe. Oya jana na wanangu tukiflexi, nikapata kimanzi cha makamu flani sexy, kurusha swaga tucha. You are listening to The Splash with Amina Ali. The Splash Sound. Pia kibosi mtoto kawaka tukenda kwenye mziki kudensi. The Splash Sound. Ni rafiki wa ex wakaanza kubonga, nikaanza jiuliza what next. Mtoto karudi hajielewi. Naitwa Nangale, natoka Maswa Simiu, mfanya mziki wa hip hop maarufu kama mziki wa kufuka, wengine anaita hapa Tanzania. Nangale, kipi kilikufanya wewe uchagua hip hop? Hili nimekuwa sana na mjomba wangu. Nilikuwa inspired na yeye, jinsi anavyochora mashairi. Kwa mimi nikijaribu sana kufanya vile. Kwa hiyo na sasa kwamba kadri ninavyozidi kukua inazidi kunizunguka ni watu ambao wanakuwa wanaufeel huo muziki wa hip hop. Pia nimekuwa na tabia kusikiliza sana muziki wa hip hop kutokana na mjomba wangu huyo ambaye alikuwa anapenda kusikiliza muziki wa hip hop. Je, vipi kuhusu wazazi? Baada ya kueleza kwamba mama au baba, mimi natamani kufanya muziki wa hip hop, vipi wao walichukuliaje hilo swala kuhusiana na muziki huo? Sio rahisi kupata kumwambia mzazi kwamba anafanya hivi na hivi. Ilivyo note ya wazazi wengi wa Kiafrika kwamba mtu yani kufanya hivi na ukiwa unasoma lazima moja litakuponyoka. Kwa hiyo kipindi unasoma ndio kipindi ulichoanza kufanya hip hop pia ukiwa shule bado. Na ni msanii gani wa Tanzania anayefanya muziki wa hip hop ambaye unaona ni role model kwako, yani ndio kioo chako? Naweza nikasema Rapture. Ni msanii ambaye nimeiona progress yake. Nimekuwa inspired sana naye. Tangu uanze kufanya muziki wa hip hop labda mpaka sasa, labda tuseme una takriban miaka mingapi katika muziki wa hip hop? Fanya hivi ni zamani, lakini ile official nadhani 2020 kama sio 19 ndio nimeingia studio for the time na uzoefu wa muda fulani. Je, umeona kuna mafanikio yoyote ambao muziki umekutoa kutoka level moja kwenda level nyingine? Mafanikio niliyopata labda umeongeza sana fan base. Kuna vijana wako nje ya tasnia ya muziki wa hip hop, yani wanatamani na wenyewe waingie kwenye tasnia ya muziki wa hip hop. Je, unawashauri nini vijana kama hao ambao wanatamani kufanya muziki wa hip hop? Yani siwezi nikasema kwa hip hop ni muziki wote. Ndio. Kitu cha kwanza ni passion. Yani unaweza ukawa na talent ila hauna passion na muziki. Yani ile kwamba wewe unaupenda muziki, yani unatakiwa ujiangalie kwanza ndani unafanya ili upate nini. Unajua ile mtu anafanya muziki ni kwa sababu anaupenda, yani sio kwamba kwa sababu anaamini atakuwa tajiri labda na nini, lakini ni kwa nini anaupenda. Kwa hiyo ile unatakiwa upende kwanza kabla hujaanza kufanya. Na vipi sana unakuta mtu umetoa wimbo wako unakutana na comment mbaya zenye kukukatisha tamaa, nini yani unachukuliaje hiyo? Yani anakuambia labda wewe uwezi au utafika mbali. Ndio kitu unachokifanya kikweli sidhani kama kuna sehemu unaweza ukafika. Kitu kikubwa tu cha kufanya ni kujua lengo lako, kujua uko wapi na unaenda wapi. Na Watanzania wanaokusikiliza unaweza kuambia nini kuhusiana na muziki wako? Cha kuambia ni kwamba niko na vitu vizuri ambavyo nimevifanya hapa suni na ngoma inaitwa What Next. Lakini kitu cha kuambia kwa kazi ambayo zitakuja, mimi ni mtu kuangalia kwamba ni kitu gani watu wanataka kukisikia na kitu gani ambacho watu watataka kusikiliza kwa kipindi kijacho. Muziki ambao nitauachia sio muziki kama wa bubblegum kwamba watausikiliza sasa hivi kisha utaishia hapa. Unatakiwa muziki wa vizazi na vizazi. Kwa hiyo cha kuambia Watanzania ni kwamba wasupport muziki mzuri, wasupport Nangale kama nilivyosema pale awali, na vitu vizuri vinakuja zaidi ambavyo vitaishi. Itakuwa na burudani ya aina ya kitofauti pia, na naamini kuna sehemu tutafika.
Asante, nipende kukushukuru kwa muda wako, na tumaini watu wamejifunza mengi na wametambua mengi kuhusiana na muziki wa hip hop ambao walikuwa hawaujui, na tumaini sasa watakuwa kama hawataujua directly watakuwa wamepata mwanga. Vile vile natumaini kutokana na hii watu watakufuatilia na utaweza kutoka hatua moja kwenda nyingine. Vile vile unaweza kupata support, na naamini kwa wasanii waliopo wanaokuja kuna vipaji vingi kinakuja. Mbali na mimi tu kuna wasanii wengi wanakuja. Kuna msanii anaitwa Zopladara pia, ni msanii mzuri. Kwa hiyo wasikilize muziki wa hip hop, support muziki wa hip hop ambao una ladha ya kitofauti zaidi na muziki mzuri, na tunaamini kuna sehemu utapika Tanzania itarudi kwenye ule ubora wa hip hop, na hata tuipeleke global kama muziki unaendelea kai. Kufikia hapo nipende kukushukuru msikilizaji na mtazamaji uliokuwa ukitufuatilia live kupitia YouTube, Facebook pamoja na Instagram. Ni matumaini yangu umeenjoy kipindi na umejifunza mengi, na vile vile umeweza kumtambua msanii Chipkizi, msanii wa Bongo Hip Hop, underground musician ambaye anakuwa akifanya vizuri katika nyimbo za hip hop, ambaye amejitambulisha mwenyewe na pia ameweza kukuambia ngoma zake zinapatikana wapi. Unaweza kumsearch pale Instagram na mitandao yote ya kijamii iliyopo Tanzania. Nipende kukutakia usikilizaji mwema wa vipindi vijavyo. Asanteni na kwaherini. You are listening to The Splash with Amina Ali. The Splash Zone. Oya jana na wanangu tukiflexi, nikapata kimanzi cha makamu flani sexy. Kurusha swaga tuchapo akasema yes, mitungi sina hela na sijui what next. Mala mwanangu mmoja akalipia kibosi, mtoto kawaka tukenda kwenye mziki kudance. Kumbe yule manzi ni rafiki wa ex, wakaanza kubonga nikaanza jiuliza what next.